Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Tamassaktu bil islami la bil madhahibi wa lastu ila ghairi al kitabi bidhahibi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Rajulu yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimu fattabi'uhu, wa rajulu yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika naimu faiqidhuhu, wa rajulu la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika mustarshidu faarshiduhu, wa rajulu la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhalika jahil fafadhuhu. Ndugu zangu, kwa mara nyingine tena tunaendelea na darasa zetu kama kawaida. Mwenyezi Mungu akulindeni na shari zote za kijini na kibinadamu. Allah akufanikishieni yale ambayo mnayoyahitaji. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yeye ndo tunayemwabudu na kwake tunataka msaada. Kila mwenye tatizo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtatulie katika njia asiyotarajia, kama alivyotueleza, ama yataqillaha yaj'al lahu makhraja. Yeyote mwenye kumuogopa Allah, kila uzito atakaloona katika jambo lake lazima Mwenyezi Mungu atamrahisishia. Wa may yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu, na yeyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu basi Allah anamtosha. Wenye kufanya kazi, Mwenyezi Mungu alinde kazi zenu. Wote ambao wenye kufanya biashara, Mwenyezi Mungu afanye wepesi kwenye biashara zenu, wateja na kila kitu. Wenye kusoma, Allah akupeni elimu yenye manufaa na moyo wa kumwogopa Allah. Sikupeni elimu isiyokuwa yenye manufaa na moyo usiokuwa kumwogopa Allah. Mwenyezi Mungu awalinde watoto zetu waendapo shule na wanaporudi dhidi ya shari zote za kijini na kibinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie wote ambao wanatafuta watoto ama kizazi, basi Allah afungue njia. Wale wote wenye migogoro kwenye familia zao, tunamwomba Allah awapatanishe. Migogoro sio mizuri, hiyo kwenye familia, hiyo kwenye ndoa, basi Mwenyezi Mungu awapatanishe, muelewane, maisha yaendelee. Ndugu zangu, kwa nini surati Bakara inaitwa sura ya ng'ombe? Kwa nini surati Bakara imeitwa sura ya ng'ombe? Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imeteremshwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 23. Qur'ani yote nzima ina juzu 30. Qur'ani yote nzima ina sura 114. Sura 86 zimeshuka Maka, sura 28 ndo zimeshuka Madina. Kila sura ndani ya Qur'ani ina maana yake. Surati Bakara manake sura ya ng'ombe. Suratul Nahl manake sura ya nyuki. Suratul Maida manake sura ya meza. Meza ifanye nini hadi ipewe sura ndani ya Qur'ani? Ng'ombe ana nini hadi apewe sura ndani ya Qur'ani? Nyuki ana nini hadi apewe sura ndani ya Qur'ani? Kila sura ina maana yake. Ni tofauti na kitabu cha Biblia. Majina ya vitabu hivyo vimeandikwa kwa jina la waandishi. Mfano, Mathayo ndio mwandishi wa hicho kitabu, Marko ndio mwandishi wa kitabu hicho, Luka ndio mwandishi wa kitabu hicho, Yohana ndio mwandishi wa kitabu hicho. Ndani ya Qur'ani uwezo ukakuta surati Abu Bakar, surati Umar, surati Uthman, surati Ali, surati Badhar al-Fari, uwezo ukakuta habari hizo. Unakuta surati Bakara, sura ya ng'ombe. Kwa nini surati Bakara imeitwa sura ya ng'ombe? Imeitwa surati Bakara kwa maana ya kwamba sura ya ng'ombe. Ng'ombe afanye nini hadi apewe sura ndani ya Qur'ani?
Kuna kisa cha ng'ombe kilitokea wakati wa Nabii Musa alayhi salam. Kisa cha ng'ombe kilichotokea wakati ule, ama enzi hizo, ama kipindi hicho, ikabidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukumbushe kisa hicho au habari hizo, ili sisi tujifunze kwa wale waliopita, yale walioyakosea sisi tusiyarudie. Kwa nini surati Bakara imeitwa sura ya ng'ombe? Imeitwa surati Bakara kwa maana ya Kiswahili ya kwamba ni sura ya ng'ombe. Ng'ombe afanye nini hadi apewe sura ndani ya Qur'ani? Kuna kisa cha ng'ombe kilitokea wakati wa Nabii Musa. Kisa hicho cha ng'ombe ikabidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleze habari hizo ama kisa hicho kwa kirefu ndani ya Qur'ani takatifu. Kuna jamaa mmoja wakati Nabii Musa alikuwa ni tajiri. Huyu bwana alikuwa anaitwa Amailu ama Amil bin al-Huwais. Huyu bwana alikuwa ni tajiri, lakini katika utajiri wake hakuweza kuwa na mtoto, hakuzaa. Ndio maana tulitanguliza dua, wasiokuwa na watoto Allah awajalie wapate watoto inshallah. Sasa huyu bwana licha ya utajiri wake alikuwa hana mtoto. Ikabidi akachukua mtoto wa ndugu yake, mtoto wa kaka yake, ili aje aishi naye hapo. Sasa alivyokwenda kumchukua yule kijana, na anaitwa Amailu ama anaitwa Amil ibn Abil Hakam. Alipokuja huyo Amil ibn Abil Hakam akakuta utajiri mkubwa sana, akaanza kupigia hesabu huo utajiri. Inawezekana nikatangulia kufa, mali hii nisifaidi, na inawezekana huyu bwana anaweza akafa, huenda mali hii asinirithishe mimi, akamrithisha mtu mwingine. Cha msingi ni muai huyu jamaa, shekhe, ni muue alafu nijirithishe mali, nijinafasi. Tamaa mbaya. Acha kuhusudu wenzio. Subiri ama pambania kile ulichokadiriwa na Mola wako. Sio kufanya fitna, maneno za chini chini, unafiki. Haitakiwi. Kijana akapiga hesabu ya kwamba huyu jamani mmalize. Sasa walikuwa na kawaida ya mtoko wa jioni, si unajua watu wenye hela zao auti za hapa na pale waziishi. Sasa walivyotoka auti ya jioni, kijana akachukua kisu akaficha. Wamefika barabarani, kijana akatoa kile kisu akampiga babake mdogo, akamuua, ili yeye arithi hiyo mali imsaidie yeye katika shughuli zake. Baada ya kuua, akabeba hiyo maiti akaenda kuweka kwenye mlango wa nyumba ya mtu mwingine, ili yule mtu adhaniwe yeye ndo kaua, ama huo ukoo ndo uonekane kwamba umeua. Baada ya kuua akaenda akapumzika. Baada ya kwenda kupumzika, asubuhi shekhe, watu wanapita barabarani, wanaona maiti mlangoni wa mtu. Hiyo si maiti jamani. Mwenye nyumba naye kafungua mlango, kakuta maiti mlangoni kwake. Jamani, nani kafanya jambo hili? Sasa pakagawanyika makundi mawili. Wamoja wakasema muuaji ndo huyu, maana haiwezekani shekhe maiti ije ikae hapa mlangoni, na maana kamuua. Wengine wakasema hapana, kama muuaji ni yeye, itakuwaje auwe alafu maiti aiache mlangoni kwake? Sheikh, habari zikamfikia yule kijana ya kwamba tayari watu wamejaa wanahoji kuhusu kifo cha yule tajiri. Kijana akaja huku machozi hayatoshi. Sheikh analia kufa mtu. Sheikh wachawi watu wabaya sana. Sheikh msibani analia, yani wakati yeye ndo anajua mchongo wote. Masnichi. Sheikh akaja hapo huko anapiga watu, jamani, niambieni nani kamua babangu mdogo, taua mtu leo. Akawa ana panic hapo,
yaani anafanya vurugu ya kufa mtu. Wale watu wakashangaa, akamwambia pana, Sheikh, unatupigia sisi kelele, tumepita tumeona maiti na mwenye nyumba ndio huyo hapa. Sasa hapa tuko tunaulizana, Sheikh, itakuwaje amuue, amwache mlangoni kwake? Na itakuwaje kama ni yeye kamuua? Pakawa na mabishano baina yao. Kijana akaanza kuang'anizia wale watu, nataka niambieni nani kamuua nimalizane naye. Yeye kaua, lakini anaanza kung'ang'anizia watu, wao ndo waseme nani kaua. Wale watu wakasema tunafanya ubishi wa kijinga, tutaendelea kupigizana kelele hapa, hatutopata solution. Jambo la msingi, tuna nabii wa Mwenyezi Mungu yuko hapa leo, Nabii Musa alayhi salam. Twende kwake Nabii Musa, tumwambie Nabii Musa amuombe Mwenyezi Mungu Allah atufahamishe katika sisi miongoni mwetu ni nani alimuua huyu jamaa. Wale watu wote na hiyo maiti wakaenda mpaka mbele ya Nabii Musa. Walipofika, yule kijana akawa yeye ni wa kwanza kuzungumza. Mimi nabii wa Mwenyezi Mungu, naona nimekuja hapa, nimekuja na hiki kikundi cha majeshi na watu wote umeona hapa. Baba yangu mdogo ameuawa kwa kisu. Ndio nimekuja na hiki kikundi cha majeshi na watu wote umewaona. Tunataka wewe Musa umuombe Mwenyezi Mungu atuambie miongoni mwetu sisi ni nani alomuua huyo jamaa. Nabii Musa akawaambia, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa kuwa mna mabishano, hamumjui ni nani alomuua huyu jamaa, Allah amesema mumchukue ng'ombe, mumchinje, akatwe mkia, apigwe maiti. Maiti atasimama, atamtaja nani alomuua. Ujanja wa kibinadamu na ukorofi wao, wakaanza kutazamana, wakaanza kuangaliana. Wewe hizi habari unakubaliana nazo hizi? Toka lini maiti ya binadamu ikasemeshwa na mnyama? Hizi habari unakubaliana nazo? Wakamwambia Nabii Musa, atatakhidhuna huzwa? Wewe Musa, wewe ndio nabii, tunakutegemea una akili sawa sawa. Sasa umeanza habari za utani, habari za maskhara. Ng'ombe ana mahusiano gani na binadamu? Sisi tunataka umuombe Allah, Mwenyezi Mungu mwenyewe aseme fulani kaua. Unatueleza habari za ng'ombe? Muambie Mwenyezi Mungu. Mambo ya utani sisi hapa tuko serious, hatuna mambo ya utani. Nabii Musa akawaambia, a'udhu billahi an akuna minajahili. Najikinga kuwa katika watu wajinga, wenye kufanyiza utani, wenye kufanyiza maskhara, wenye kufanyiza mzaa, wenye kufanya mzaa kwenye maneno ya Allah. Hii ni amri. Mwenyezi Mungu amesema mumchukue ng'ombe, mumchinje, akatwe mkia, apigwe maiti. Maiti atasimama, atamtaja nani alomuua. Wale watu wakamwambia Nabii Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tumeona umemng'ang'ania sana ng'ombe. Sasa muombe Mola wako atuambie ng'ombe huyo ni mzee au ni mchanga. Sio tu atuambie ng'ombe peke yake, atuambie kabisa ng'ombe mwenyewe mzee au ni mchanga. Nabii Musa akawaambia, qala yaqulu innahu bakaratu la faridu wala bikru awanu baina dhalik. Ng'ombe huyo asiwe mzee wala asiwe mchanga, awe ng'ombe wa katikati. Mkimpata yule ng'ombe ambaye si mzee si mchanga, wa katikati, achinjwe, akatwe mkia, apigwe maiti. Maiti atasimama, atamtaja nani alomuua. Wale watu wakamwambia Nabii Musa, ma launuha. Asa rangi yule ng'ombe ni wa rangi gani? Ni wa rangi gani huyo ng'ombe? Nataka tujue rangi yake. Nabii Musa akawaambia ng'ombe huyo awe ng'ombe wa rangi ya manjano, rangi ambayo mtu akiitizama anapendezwa kwayo. Mkimpata ule ng'ombe ambaye si mzee si mchanga, wa rangi ya manjano, rangi ambayo mtu akiitizama anapendezwa kwayo, mumchinje, akatwe mkia, apigwe maiti. Maiti atasimama, atamtaja nani alomuua.
Wale watu wakamwambia Nabii Musa, innal bakara tashaba alaina. Sasa ng'ombe hapa mjini tunayo inafanana bwana. Hebu tuambie ng'ombe huyo ni wa sifa gani na ni wa daraja gani? Nabii Musa akawaambia kwamba ng'ombe huyo asiwe ng'ombe mwenye kutumikishwa kazi ya kulima mashamba, wala asiwe ng'ombe mwenye kutumikishwa kazi ya kumwagia maji kwenye mimea. Mkimpata yule ng'ombe ambaye si mzee, si mchanga, wa rangi ya manjano, rangi ambayo mtu akitizama anapendezwa kwayo, ng'ombe ambaye hatumikishwi kazi ya kulima mashamba wala hatumikishwi kazi ya kumwagia maji kwenye mimea, mkimpata yule ng'ombe mumchinje, akatwe mkia, apigwe maiti. Maiti atasimama, atamtaja nani alomuua. Wale watu wakakosa hoja nyingine ya kumwambia Nabii Musa, ikabidi waende mjini kutafuta ng'ombe alotajwa kwa sifa zilizotajwa. Sasa wale watu kwa kumpata yule ng'ombe mwenye kutakikana, Allahu Akbar, Sheikh, ikawa ndio shida. Sheikh, wakimpata ng'ombe wa rangi ya manjano, sengine ni mzee, sifa na mtupa. Wakimpata ng'ombe ambaye si mzee, si mchanga, wa katikati, rangi yake nyeusi au nyekundu, sifa na mtupa. Wakimpata ng'ombe ambaye si mzee, si mchanga, wa rangi ya manjano, sengine anatumikishwa kazi ya kulima mashamba au anatumikishwa katika kazi ya kumwagia maji kwenye mimea, sifa na mtupa. Wakamtafuta ng'ombe mwenye kuhitajika kwa sifa zilizotajwa, wakamkosa, ila walimpata kwa jamaa mmoja ambaye yeye ndo alikuwa na ng'ombe wake mmoja tu, ambaye yule ng'ombe ndo anayeambatana na zile sifa zilizotajwa. Sasa wakamwendea yule bwana, sisi tumekuja hapa, sisi ndugu zako, tulikuwa na shida na huyo ng'ombe wako kidogo, hebu tusaidie. Yule mzee mwenye yule ng'ombe wake, kwa kumtoa sasa yule ng'ombe wake, Allahu Akbar. Jamani, mna shida na ng'ombe wangu? Asema naam. Huyu asema, mnamtaka huyu? Asema, Sheikh, huyu wa kwangu hapa haondoki. Ng'ombe wangu hapa hatoki. Wale watu wakaona bwana, umaskini wa ng'ombe mmoja, wakuwa na ng'ombe mmoja unamtesa, unamsumbua. Wakaenda katika mali ya yule bosi, wakachukua ng'ombe 1, 2, 3 hadi ng'ombe 10. Wakamletea yule bwana, ya kwamba chukua hizi ng'ombe 10 tena walionona, Sheikh, tupe huyo wakako mmoja. Yule bwana akacheka sana, akamwambia, jamani Sheikh, kumbe mnadharau za rejareja. Sheikh, kumbe mna ng'ombe nyingi, kwa nini msichinje za kwenu mkala nyama mkashiba? Mnang'ang'ania huu wakwangu mmoja, kwa nini? Sheikh, wakwangu hapa haondoki. Huyu Sheikh hapa ndo kafika. Sheikh, tusaidie bwana, tuna haja naye. Sheikh, wakwangu hapa, Sheikh haondoki. Yule bwana akaingia ndani, akatoa chombo, kapu la ngozi, akawawekea. Kaambia, jamani, mna shida na ng'ombe wangu? Sema ndio. Sheikh, mimi hata mkiniletea ng'ombe 1000 ili tubadilishane huyo wa kwangu, Sheikh, wa kwangu hataondoka, ila naomba mnijazie dhahabu kwenye hiki chombo. Mkinijazia dhahabu, Sheikh, mimi nitakupeni ng'ombe wangu, nendeni naye. Yule bwana katika utajiri wake alikuwa anamiliki mifugo pamoja na mashamba, alikuwa hamiliki dhahabu. Ikabidi wao wanachukua vitu hivyo wabadilishani kwa dhahabu, wanaweka kwenye chombo. Wanauza vitu hivyo, wanabadilisha kwa dhahabu, wanaweka kwenye chombo. Chombo kikajazwa kwa dhahabu. Baada wao kujaza chombo kwa dhahabu, yule mzee akawaambia, chukueni ng'ombe wangu, nendeni naye. Baada ya wao kushadidisha, kufanya uzito, Allah naye akashadidisha, akafanya uzito katika sharti ya kumpata yule ng'ombe. Wakampata yule ng'ombe kwa sharti nzito sana. Ikawa ile mali iliyotarajiwa ya kwamba itarithiwa, yote ikawa imekwisha, yote ikawa imeisha, kwa sababu ya kutafuta fidia ya ng'ombe mwenye kutakikana. Mali ikawa imekwisha, wakampata yule ng'ombe, akachinjwa, akakatwa sehemu ya kiungo ama sehemu ya nyama ama sehemu ya mwili, akapigwa maiti,
Maiti akasimama akasema, huyu mtoto wa kaka yangu ndo aloniua. Na baada ya kutoa ule ushuhuda ama ushahidi, aliulizwa, unataka kuendelea kuishi ama ufe? Akasema, naomba nife, sitaki kuendelea kuishi. Kwenye kifo kuna siri kikubwa sana. Kila anayekwenda Sheikh, katika visa vingi vya watu ambao Sheikh walirudi walirejeshewa uhai, hawakutamani kuendelea kuishi. Walitamani wawe katika kifo, kwa kuwa sheria Allah alimpa Nabii Musa kwamba anayeua lazima naye auawe. Yule kijana naye akalipizwa kisasi, naye akauawa. Mtaka vyote ukosa vyote. Kutokana na hiki kisa japo kwa mukhtasar, ndio maana surati Bakara imeitwa sura ya ng'ombe. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.